Nilizaliwa mimi nikiwa na wazazi ambao walinizaa ni Wakristo wa Kilokole. Sawa sawa. Lakini nikawa nina maswali mengi sana kwa ajili ya kugawanyikana kwa makanisa. Okay. Swali ambalo sikuwa nimepata mtu wa kunijibu. Okay. Na nilipokuwa na wasiwasi na kuona ya kwamba Mungu hawezekani akawa yeye ni mmoja tu, alafu akagawanya watu katika makundi hivi. Kwa hivyo mimi nikaachana na mambo na kanisa, na mimi nikaanza kuwa mtu ambaye ni muwindaji. Okay. Ikifika Jumapili mimi nachukua ubwa zangu naenda kutafuta wanyama msituni. Okay. Kwa hivyo nilikaa muda mrefu, lakini wakati huo nilikuwa nasoma Biblia, lakini siendi kanisani. Siendi kanisani kwa sababu niliona makanisa yamegawanyika, na nikaona miujiza ilikuwa inafanyika naona ni ya uongo. Sasa nikaona hapa hakuna Mungu. Mimi nilikuwa na uwezo, kwa sababu wale ambao walikuwaga ni wagonjwa wenye najua, ni viwete wenye najua, nilikuwa naona hawaponi. Okay, sawa. Kwa hilo hata mimi na mfano nao sawa. Sasa nilikuwa naona wale ambao wanasemekana wamepona ni wabali. Sawa sawa. Sasa najiuliza kwa nini wale wabali wanapona? Kwa nini hawa wale ambaye tuna shida na wao hapa hawaponi? Sasa hiyo ndio ikajua ni wa uongo ambaye wanafanya. Sawa sawa. Sasa ikafika mahali nikawa nimeanza kuwinda wanyama, na siku moja nilipataga shilingi 10,000 ya Kenya. Ndiyo. Nikaamua kwenda kufanya tauni fulani biashara ya kuuza viatu za mtumba. Okay. Sasa nikiwa nauza hizo viatu, sehemu nilikuwa nauzia, Waislamu na Wakristo walikuja wakaanza kufanya majadiliano. Okay. Na wazo langu likawa linaniona kama naweza kusilimu. Okay. Kwa hoja zilizokuwa zinatolewa. Kwa zile hoja zilikuwa zinatolewa na Waislamu. Nilikuwa kabla sijafika hiyo mkutano kufanyika, yeah, kwenye nilikuwa nanunua zile bidhaa zangu za kuuza, nilikuwa na marafiki Waislamu. Sawa sawa. Nikiangalia vile ambavyo wanafunga kazi, wanaenda kuswali hivyo, hiyo peke yake ilikuwa imenishawishi ya kwamba hawa wanaweza kuwa wanaabudu Mungu wa kweli na hawajagawanyika. Na tena nikaona mpaka wanaume wengi sana wanaenda kusali. Nikiangalia kwa kanisa naona ni wanawake tu. Wanawake kwa upande wa Kristo, wanawake wengi ndio wanafanya ibada kuliko wanaume. Nikaona ni wanawake tu, na mimi jambo la wanawake siwezi kuliamini 100%. Mimi najua wanawake na wanadanganyika haraka sana. Sasa nilipokuwa nawaza kusilimu, sikuwa nimeenda kusilimu, lakini mawazo tayari ni kama hata nimesilimu. Okay. Sasa nilipofika kuona mjadala, nikaona mjadala siku ya kwanza, nikashawishika. Mtu ambaye alikuja hapo alikuwa ametoka Mombasa, alikuwa anaitwa Abubakar. Uko zamani tu. Lakini mahali ilifikia wakaweka topic ya majini. Ndio. Kama majini wataenda biguni, kama kuna majini wazuri. Nikasikia huyo Abubakar amesema kuna majini wazuri ambao wataenda peponi. Ndio. Sasa mimi kulingana na vile nilijua na vile mpaka najua leo, ndio, ni kwamba hawa majini ni viumbe aliofukuzwa biguni. Sasa sikushawishika kwa hiyo. Okay. Sasa hiyo nikaona kama ni hivyo siwezi kuwa Muislamu. Okay. Sasa nikaanza kutafuta njia nyingine ya hawa watu ambao walikuwa wanajadiliana na hawa Waislamu. Nikaanza kutaka kujua hawa watu ni watu wa kanisa gani. Okay. Sasa ndipo niliwafuata, nikapata ni Waadventista wa Sabato. Okay. Na nikabatizwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Okay. Na vile ambavyo nimekaa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, mimi si kuandikwa kazi kama wachungaji ambao wanaandikwa kazi wanapewa mshahara. Okay. Lakini nikakaa miaka karibu 10 nikihubiri bila kupewa mshahara wowote. Okay. Lakini sikujali. Yaani ulibatizwa ukaanza kuhubiri, au kulikuwa kuna training fulani ulifanyiwa ili uanze kuhubiri, na labda ukawa unahubiri sehemu fulani ukiwa na kanisa, au ulikuwa unahubiri tu kwamba unajitolea na tembea na speaker kama wanavyofanya Wakristo wengine kwa ajili ya kuwahubiria watu wazidi kuokoka, japokuwa wao wenyewe hawatengenezi makanisa yao ila wanasema waende katika makanisa? Kile ambacho nilifanya
nilifuatana na wale walionihubiria. Kwa hivyo nilichukua muda wa miaka karibu 4 nikiwa nafuatana na wale ambao walinihubiria. Kwa hivyo walikuwa kama walimu wangu. Na wakafika mahali na nikaweza kuelewa namna ya kuhado hoja za Waislamu. Na nikaanza kununua vitabu na nikawa na bidii nyingi sana. Kwa hivyo ilifika wakati ambapo sasa nilitafuta spika yangu na nilinunuliwa na kanisa moja la SDA. Spika na mixer. Tukawa tumeshikana na ndugu fulani alikuwa anaitwa Fred Onyango, tukaanza kuzunguka na yeye. Tukaanza kuzunguka na yeye. Tukahubiri na tukafanya kazi kubwa. Na wale watu ambao tulikuwa tunawapeleka kwa kanisa la SDA wanabatizwa. Lakini hatukuwa tunapewa mshahara. Labda tukihubiri tunapatana na watu ambao wanapenda mahubiri yetu, wanatusupport. Kwa hivyo tumefanya hiyo kazi kwa muda mrefu tukiwa na huyo ndugu anaitwa Fred Onyango. Na mwisho ofisi kubwa ya Kiadventista ya SDA walitumana mpaka kwangu nyumbani. Wakatuma watu kutoka Marekani wakaja mpaka kwangu nyumbani. Na wakanirekodi kama hivyo na nirekodi. Kutoka Marekani? Kutoka Marekani. Katika ofisi inaitwa General Conference. Sasa wakaniuliza namna nafanya kazi namna gani, nikawaelezea. Sasa wakaandika kitabu ambaye wa Adventista wanasoma kila Sabato dunia mzima, kinaitwa Masomo ya Nchi za Mbali. Sasa kwa hivyo walisoma habari zangu dunia mzima. Kwa hivyo niliandikwa dunia mzima, na kwa yule kiongozi wa Seventh Day Adventist wakati huo alikuwa anaitwa Ted Wilson. Akawa ameniweka kwa waro yake. Sasa kuna watu wengi sana walinifuata. Watu walinifuata sana na wakapenda mission yangu. Na wengi wakaisupport kwa moyo. Kwa kweli walinisupport kabisa. Ningetaka kufanya mkutano, nilikuwa nafanikiwa zaidi. Yani nilikuwa nafanya mkutano bila shida. Kwa sababu kama ni pesa walinipea. Na kama kuna watu simulizi wako serious ni wa Sabato. Washiriki wa SDA si mchezo. Si mchezo. Wakiona mtu mwenye anaendesha injili hiyo, watakusupport brother. Watakuwekea pesa kwa mkono wako. Hiyo si siri. Hiyo ni ukweli wa maneno. Mimi nilisupportiwa mno. Mno. Hata kama sasa hivi ningekuwa niko katika kanisa hilo na ninahubiri vile nilikuwa nahubiri, mimi nafikiri pengine ningekuwa nahubiri na ndege. Kabisa, ningekuwa naruka na ndege. Yani ningekuwa hakuna kitu ningekosa ya kuhubiri. Lakini sasa kulikuwa na mapambano mengi sana. Si ati ya kwamba nilikuwa nahubiri tu kwa kiurahisi. Bado kuna watu walikuwa wananipinga. Waislamu wananipinga. Wengine wa Kristo wananipinga. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya mjadala mwingi sana kwenye mtandao. Nilikuwa silali. Sasa hivi sifuati mitandao sana. Nilifuata mpaka sasa nimechoka. Sasa nilikuwa na shida na simu, nikipambana ni Muislamu ni nani, tunapambana watu ambao wanakataa Sabato, Waislamu tunapambana. Lakini siku moja nikapatana na mwanamke fulani ni wa hapa Tanzania, alikuwa anaitwa Neema. Kwenye mtandao sasa. Lakini kuna mwingine alikuwa anajiita Mariam. Alikuwa ni Muislamu. Na sijui alienda wapi, lakini ile hoja alikuwa nazo nilikuwa naona kama ni mwanaume anajiita Mariam. Unaona? Sababu alikuwa na hoja sana. Nikawa nafikiri ni jamaa fulani alikuwa anaitwa Ramadhani Kuria. Anajiita hiyo jina. Sababu alikuwa na hoja kabisa. Sasa akakuja akatokelezea mwanamke mwingine anajiita Neema hapa Dar es Salaam. Na mimi niko zangu Kenya, lakini tunapatana wapi? Kwa Facebook. Mtandao wa Facebook. Sasa huyo dada alinikaba kwenye mada ya utatu. Alinikaba kisawasawa. Huyo dada alinikaba kweli. Akanikaba sawasawa. Karibu miezi 6 nikiwa nakataa. Nikatafuta maandiko zote, nikatafuta watu wa kunisaidia, lakini nikipeleka hizo hoja
walikuwa wanavunja, na alikuwa na jamaa fulani hapo, na wote walikuwa wa SDA. Wanaenda kanisa la SDA lakini hawaamini utatu. Hawakubali utatu ile. Hawaamini utatu. Sasa mimi wakati walipo nikaba kwa hizo hoja, nikasema kwa kweli nitahubiri hivi yote na ninahubiri uongo. Nikaona iwezekani. Lakini sasa shida yenye nilikuwa naona, unajua kuna uchungu nilikuwa naye ya kuachana na utatu. Nilikuwa na uchungu mwingi sana. Napenda ni fundisho la ukweli unaliona. Naona unajua nimekaa nalo. Nimekuwa nikilifundisha. Sasa nimefika mahali sasa ninatakikana nilibadilishe. Na sina otherwise kwa sababu nimekabwa. Hoja zangu zote zimevunjwa. Sasa nikashindwa nitumie binu gani niweze kubadilisha hii binu ya kuhubiri utatu. Siku moja nikiwa Nairobi nikapatana na pastor moja mzee. Sitamtaja jina lake kwa sababu ya hali yake ya kikazi. Huyo pastor alikuwa rafiki yangu sana. Ni mzee kabisa, alikuwa na mvi. Tukaenda mahali nilikuwa nahubiria, kuna mtu alikuwa ananipea ka sehemu fulani kakuweka vyombo. Sasa tukawa tumeogelea hiyo somo na yeye. Huyo pastor akaniambia hakuna utatu. Na akanieleza utatu umetoka wapi, chanzo chake. Na ni mchungaji wa SDA. Ni mchungaji wa SDA. Akaniambia wewe Dasha, usihubiri utatu. Utatu ni uongo. Sasa ikaendana sawa sawa na yule msichana ama yule mwanamke ambaye alikuwa amenikaba mtandaoni. Sasa nikaanza kutafuta zile mafundisho yeye ameandika na chukua. Alafu naenda na posti kwangu. Sawa. Wacha sasa nianze kutukano. Nikasema nimepotea tena kwa sababu watu wote hakuna mtu anasapoti hiyo. Sasa nikawa niko na kipindi kigumu sana. Kwa hivyo sasa nikaamua kuomba Mungu. Nikaamua kuomba Mungu sana. Nilikuwa namuomba Mungu sana karibu nalia. Namwambia Mungu nimefika mahali sasa ninaomba unipe mwelekeo. Wakati ninapoomba hivyo nikakutana na site fulani. Hiyo site ikawa sasa imeeleza ubaya wa utatu. Kinaga ubaga. Nikajua Mungu sasa amenijibu ya kwamba utatu si ukweli. Kwa hivyo nikajua sasa nimepiga muhuri ya kwamba hata Mungu mwenyewe amekubaliana niachane na utatu. Sasa shida ni kwamba nitahubiria wapi? Sasa saa hiyo nikaanza kuweka kwa mitandao, nikaitwa kwa kikao na viongozi wa kanisa. Wakaniitia wachungaji wengi. Waliponiita hapo wakaenda wakanikandamiza. Wakanikandamiza, wakakosa kunipea haki ya kuongea, mimi nikanyamaza tu. Lakini nikajua nyinyi sababu mnanikandamiza, msifikiri ya kwamba nitakataana na fundisho hili kwa kunikandamiza. Sawa. Wakanikandamiza, mimi nikaenda nyumbani. Wao wakati wanakandamiza walikuwa wanatoa hoja kwa nini utatu ni fundisho linalofaa ndani ya nyinyi kama SDA. Unaona kama vile Mwankemwa huwa anatoa hoja, walikuwa wanatoa hivyo. Sasa vile walikuwa wanatoa hivyo, sasa mimi unajua niko na jibu. Niko na hoja mbadala. Kwa mfano kama Mathayo 28 walikuwa wanatoa. Wanatoa waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 7. Lakini niko na jawabu lenye limeridhisha akili, lakini sina muda wa kuambia. Kwa hivyo niliamua tu kunyamaza, waongee wamalize. Sasa wakiongea wamalize, nikafika nyumbani nikaandikia message kiongozi wa hiyo conference. Nikamwambia mimi naomba mtafute mchungaji mmoja mwenye anaweza kusikiza, tuingie na yeye kwa nyumba moja, hata kama ni siku mzima, mimi nitatoka hapo nikiwa na jibu yangu. Hawakukosa kufanya hivyo. Walitafuta mchungaji mmoja. Tukaingia na huyo mchungaji kwa room, kwa ofisi yake. Tukaanza kufundisha, kuongea kuhusu hilo fundisho. Huyo mchungaji akaniambia ni kweli fundisho la utatu ni la uongo. Lakini na unajua nilikuwa nimemrekodi, nilikuwa nimeweka hizo recording zote.
Nilikuwa nimeweka recording hizo zote. Akaniambia hii fundisho ni la uongo. Lakini kwa sababu limeigizwa kwa kanisa, hawezi kulikataa. Kwa sababu ukilikataa lazima utafutwa ushirika. Okay. Lazima utafutwa ushirika. Yeye kwenye kikao cha mwanzo alikuwepo pale walipokuwa wana hapo kuweka huyo. Okay. Huyo ni mwingine nimetafutiwa. Okay. Sasa wakati ameniambia kweli ni fundisho la uongo lakini nitafutwa ushirika. Sasa nikajua hapa kuna mapambano. Okay. Nikajua hapa hapana mapambano. Sasa saa hiyo nikaanza kuwa ninakataliwa. Kwa sababu naendelea tu bado kuandika na wanaendelea kunizuia lakini sisikii. Okay. Sisikii, naendelea kuandika tu. Sasa ikawa vita ya kwamba huyu Dasha sijui amechukua pesa ya kanisa gani, sijui pesa ya kanisa gani. Sasa mimi nikajipeleka mpaka kwa hiyo ofisi. Ndio. Ile ofisi ambayo ilikuwa ni conference ya hapo. Ndio. Nikasema mimi nimejileta kama niko na deni ya kanisa yoyote niko naye, naomba nilipe. Okay. Kwa sababu wakati huo kwanza nilikuwa na pesa, kwa sababu nilikuwa napewa pesa na watu wengi. Sawa. Sasa kama hata wangesema niko na deni hata kama ya uongo ningewapea tu. Sawa. Lakini sasa wale wazee wa kanisa hiyo yenye walikuwa wanasema niko na pesa yao, wakati waliposikia wakakuwa wakali sana kwa hao wachungaji. Okay. Wakawaambia muachane na huyu mtu kabisa. Sisi hakuna pesa yoyote ako naye kanisa hii. Okay. Sasa nikaletewa fitina mingi. Alafu nikaandikiwa barua, ikaandikwa ikasemekana Dasha asihubiri kwa kanisa yoyote ya SDA. Okay. Unaona vita imeanza? Ndio. Sasa mimi sikutaka kutoka kwa SDA. Okay. Nilikuwa nataka kama itawezekana wakubaliane tuhubiri hili fundisho hapa libadilike. Okay. Nikaona sitatoka kwanza. Ndio. Nikapiga simu kwa jamaa fulani ambaye ni wa Kenya na mjua alikuwa mhadhiri, lakini yako general conference. Ndio. Nikamtafuta namba yake. Nikamwambia mimi ni fulani wa fulani. Na kweli akanisikiliza. Aliponisikiza tukaongea na yeye sana. Sitasema jina lake. Ndio. Tulipoongea na yeye sana. Akaniambia Dasha, hata mimi mwenyewe siamini utatu. Okay. Akanitajia mchungaji mwingine na mwingine waine ambao hawaamini utatu. Hawaamini utatu. Lakini akasema hauwezi kubadilisha hili kanisa. Okay. Ni kama wewe hautaamini utatu, labda utoke. Akaniambia wacha nikupe jabu ambalo unaweza kufanya. Andika barua kwa kitu inaitwa Seventh Day Adventist Bible Research. Ndio. Uandikie barua na uandikie kuhusu hiyo fundisho la utatu na shida yake ni nini na ni kitu gani ambaye amkubaliani naye. Tukaugana mimi na Masawe na yeye kuandika. Huyo ambaye yuko Marekani. Huyo yuko Marekani. Tukaandika na yeye mwenyewe ndiye akatuma kwa sababu mimi sikujua kutuma. Sasa yeye akanisaidia kutuma. Akaniambia sasa ngojea majibu. Okay. Sasa wakati huu nangojea majibu bado ndani yangu siwezi kutamka utatu ni wa Mungu. Kuna msukumo huko ndani yangu hujaiona. Okay. Sasa mimi bado nikaendelea kusema utatu ni uogo. Na sasa hiyo ninasema kwa masipika. Ndio. Na nimeanza kusema kwa kuandika. Ndio. Sasa vita imeniinukia kubwa. Vita ikaniinukia kubwa, nikarudi kabla ile barua ijarudi, nikarudi kwa ile conference. Okay. Na nilikuwa nataka niende conference nyingine ikazuiwa. Okay. Niliporudi kwa hiyo conference wakasema wacheni tumsikilize huyu mtu. Wakaweka kikao, kuna mwenyekiti, kuna treasurer na kuna secretary. Watatu. Na mimi nilikuwa wa nne. Wakanisikiza. Waliponisikiza wakasema huyu mtu ile theolojia ako naye kuhusu hii somo. Hakuna mtu atawezana na huyu mtu. Huyo mtu alikuwa Mmasai. Sasa wakaniambia hivi, Dasha fanya hivi. Hili fundisho anza kuwafundisha washirika pole. Okay. Pole. Sasa kwa sababu ukifundisha hadharani lazima utafuta ushirika. Maana ni kukataana na musiki wa kanisa na Babili, kanuni ya kanisa na Babili. Sasa mimi nikaenda, nilisibuka sana simulizi. Sababu sikutaka kutoka kwa hii kanisa. Sikutaka kutoka na nilikuwa nasema nitatoka niende wapi. Sasa nikasema nitahubiri nikiambiaga watu endeni huko
lakini msiamini hiyo utatu. Nikaanza kusema hivyo, video ziko, ukizitafuta utazipata. Nikiambia watu edeni huko, lakini msiamini utatu. Sasa wakaandika barua na wakaandikia county commissioner. Ndio. County commissioner ni mkubwa ambaye anaongoza polisi zote za county. Ikaama sasa inaenda kiserikali zaidi. Sasa ikaenda kwa kiserikali ya kwamba tusaidieni kumnyamazisha huyu mtu asitumie hata vitabu yetu ya nyimbo. Barua niko nayo, ukitaka ushahidi nitakupea. Barua yenye imeandikwa kutoka kwa SDA. Sasa nikajua hii vita sasa imekuwa kubwa. Wakati hiyo vita sasa imekuwa kubwa, akawa Onyango naye bado wanaendelea kufuatilia wakiwa na wengine. Kuna wahubiri wengine wananifuatilia lakini wako SDA. Sasa ndipo Onyango kanitafuta kaniambia, mimi kulingana na vile naona yeye kwanza bereni alikuwa ameniandikia barua. Alikuwa ameniandikia message ya kuniambia niachane na hiyo fundisho. Litaniletea shida. Mimi sikumjibu. Lakini baadaye nikampata akihubiri fundisho hilo ni la uongo. Na wakati huo anapohubiri hivyo, mimi sasa hivyo ndio nimehangaika na shilo nifanyeje. Yeye ndiye alikuja na ajenda ya kwamba wale watu tunahubiria tuwatafutie sehemu ili tuwahubirie ukweli ambaye tuko naye. Tusiwahubirie alafu tuwapeleke tena kwa uongo. Ndio tukaanza kuhubiri, na tukihubiri tunatafuta horo, tunaweka watu wetu hapo, tunawafundisha. Sasa simulizi ndipo mimi nikaanza kusema ya kwamba kutoka hapo mimi sitaenda kwa kanisa la SDA tena. Mkutano wangu wa mwisho nilikuwa sehemu inaitwa Meru. Meru nikaletewa na mtu mmoja akaniletea video ambaye kanisa la SDA limeenda kwa mkutano wa ecumenism na limetuma delegate kutoka kwa SDA. Yaani SDA imewakilishwa. Ya kwamba katika ecumenism SDA iko ndani. Nilipojua hivyo, nikajua hata nibaki peke yangu, hata kama nitabaki na watoto yangu peke yangu, huko sikanyagi tena. Na kutoka siku hiyo sijawahi kanyaga SDA tena. Sasa kutoka hapo nikajua ya kwamba watu wote walikuwa wananisupport, wote withdraw. Sasa nikabaki hakuna mtu ananipa pesa. Lakini nikaendelea kusimama na msimamo ule. Wakaanza wengine kuelewa. Sasa hao walielewa wachache, tukaanza kwenda na kina Onyango nao unaona nao wameanza. Ndio. Wengine nao wakatokelea wameanza. Sasa tukaanza kuwa movement. Tukaanza kuwa movement kubwa ambaye sasa watu wengi wanaelewa. Sasa kutoka hapo si ndio tumeanza kufanya debate zetu tukiwa huru bila kuwa SDA. Ndio sasa tukaanza kufanya mikutano na akina Sule. Wakati nafanya akina Sule siko kwa SDA. Mkutano wangu wa mwisho nilifanya Tanga. Na mkutano wa pili nilipoenda Tanga, wale viongozi wa SDA walinizuia hata kuchukua kamera. Nilienda kubeba kamera hivi nichukue mkutano yao. Wakakuja wakasema usichukue, na karibu wanipige. Karibu wanipige simulizi. Unaona, nikashindwa kwani hao watu wana ubaya gani na mimi? Na saa hiyo mimi wiki ijayo niko na mkutano na Mazige hapo Tanga. Wakamuita Mazige, wakamwambia Mazige usiende kufanya mkutano na Dasha. Unaona? Mazige naye akawaanika hapo juu. Unaona, akawaanika akasema mnanizuia kufanya mkutano na Dasha kwa nini? Sasa akautangaza huo mkutano, watu wakajaa. Sasa mimi kutoka hapo sikuwahi kurudi SDA tena, lakini sina uadui na washirika wa SDA. Lakini yale niliyofanywa huko bila kupewa haki ambayo nilikuwa natafuta ilinisababisha mimi kutoka kabisa. Na nilivyotoka, Mungu akaniagazia mambo makubwa yenye hata kama ningekaa singejua. Kwa hivyo kutoka hapo ndio nikaanza kufanya mikutano na wale ambao ni wana matengenezo, na ndio tukakuja kufika hapa Tanzania, tukapata ya kwamba kuna watu kama akina Mwankemwa. Siku ya kwamba tulipofanya mkutano ukazuiwa. Sijui watu walienda polisi wakafanya nini, mkutano ukafungwa. Sasa mwisho ndio mwenye alifaulu kufanya hiyo kuweka mkutano ni Masawe. Alafu Masawe akawalika akina hawa naitwa nani huyu? Mwankemwa. Tukafanya na wao kupambana na Waislamu. Sasa baadaye sijui ni kitu gani kabla hatujaenda kwenye midahalo hii ya mbele kwanza. Ina maana
kuna uwezekano kwa haya ambayo umeelezea, kuna uwezekano kuna watu wapo ndani ya utatu. Inawezekana ni makanisa mengi hata CSD peke yao, lakini hawakubaliani na hilo fundisho, isipokuwa wapo pale kwa sababu ni kazi yao na ni sehemu yao ya maisha. Wako wengi sana. Saa hii kukiitishwa mkutano ya watu ambaye hawaamini utatu, ndio watu watashangaa. Okay. Kwanza kwa SDA. Kwa SDA wasioamini utatu ni wengi sana. Kwanza wachungaji ni wengi sana. Kuna mpaka wachungaji na wanafundisha lakini hawaamini. Hawaamini mimi nakwambia. Na kuna watu mimi najua ambaye tulikuwa pamoja na wao. Mpaka sasa hivi hawaamini utatu, lakini wanahubiri kwa SDA. Wanasema siwezi kusema utatu ni uongo, watanifukuza. Sasa wao wanafikiria kwamba wakifukuzwa watakula nini? Okay. Kwa sababu ya na kwa sababu ya kutaka ile, wanataka ile mshahara, hawawezi kusema ukweli. Kwenye hii habari ya imani, kwa sababu tunachosema ulitoka kwenye kujitafuta kwenda kusema naenda kutafuta pesa. Ulikuwa unafanya biashara yako ya viatu, lakini ulikuwa unamtafuta Mungu. Ndio ukajikuta hapo mpaka leo upo hapo. Ndio. Sasa kwenye hii kazi ya tuseme hivi, wakati muda huo unamhubiria mtu kwa ajili ya imani, lakini kuna watu tuseme sasa wameshatoka kwenye imani, wanafanya uongo kwa ajili ya maisha, na ni makanisa na ni mengi na ni watu kabisa wanafuatwa na watu. Wachungaji kabisa wanafuatwa na watu. Kabisa. Kwamba kuna watu wameharibu imani zao hata wao, yani mtu hawezi kuikiri hata imani yake, anaogopa kufukuzwa kazini. Kabisa na ahidi mbele ya Mungu. Na sidanganyi kwa hili simulizi. Wako wengi sana ambao hawaamini utatu kwa sababu ya kuogopa kutolewa kwenye payroll. Sasa hawaoni kama wanaharibu imani zao, kwa sababu hata wao vile vile pamoja na kwamba kila kitu, lakini mtu hata kama na watoto ana nini, yeye mwenyewe nafsi yake anajua kabisa inatakiwa nijiokoe na kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kama anaongea uongo, anafanya uongo kwa ajili ya kazi, haoni kama anajiharibia yeye. Yani anahubiri kuokoa watu wanakuja kwa ajili ya kuokoka, lakini yeye anajiangamiza nafsi yake akijua. Hajali. Si nimekwambia watu mimi niliongea na wao na anasema siamini na hako kwa ofisi. Okay. Haamini. Wako wengi tu na hawajali. Unajua sasa mimi, mtu analilia nafsi yake. Huwezi kulilia ya mtu. Mtu kama asikii unamwacha tu. Unaona, sasa mimi niliamua tu kujiondokea ili niweze kuhubiri ukweli. Na hata sasa hivi nikajua ukweli mwingine ambaye sijui, nitauhubiri tu. Kuna watu wamefungwa sana kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ni kwa sababu ya ugumu wa maisha. Anaona sasa nikitoka hapa sitaweza kupata mkate wa kupea watoto. Sijui watoto wanasomeshewa, sasa nitasomeshewa na nani? Hiyo vitu zinamfunga hapo. Lakini washirika wenyewe maskini hawajui. Sasa bio mimi nikawa nawalilia hao washirika. Nikasema hao washirika ni nani atawakoboa kuhusu hao watu? Kwa sababu hao watu wanajua kweli wanawadanganya na hawawezi kusema kwa sababu ya pesa yenye wanapewa. Mimi nikasema afadhali nilale kwa mtaro, lakini lazima niseme ni uongo. Na kuambia nimesema ni uongo mpaka wa leo. Okay. Mpaka wa leo simulizi mimi nasema utatu ni uongo. Wacha hivyo, ati wengine unajua mimi nilitoa hoja. Nikasema ya kwamba theolojia ya utatu na theolojia ya ushoga zinafanana katika fundisho lake. Saa hii wamejaa kwa mtandao wakisema ati niombe msamaha. Niombe msamaha aje? Na ni ukweli. Kwa mfano sasa wewe simulizi nikuulize. Makanisa leo hayafuganishi doa ya ushoga? Yapo makanisa yanafanya. Na sasa mtu anakuja kuniambia nini? Si aende kwanza aende kwa hiyo makanisa awaambie waondoe hiyo doa za ushoga. Kwani hiyo makanisa ni ya nini? Ni ya watu gani? Si ni wa Kristo tu. Kwa nini wanafuganisha doa ya mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanaume? Ni kwa sababu ya theolojia ya Mungu wao. Hata ukisoma kitabu cha Warumi 1, kuanzia mstari wa 22, inasemekana walipomkataa Mungu wa kweli, wakaanza kuabudu Mungu wa uongo, ndio walianza Mungu aliwaacha kwa akili zao, kwa tamaa zao, wakaanza kufanya usherati wa jinsia moja. Ndio. Sasa nao hawa vile walikataa Mungu wa kweli, wakaleta huyu Mungu wa utatu. Mungu amewaacha kwa akili zao. Sasa hivi ndio wanafanya ushoga. Kanisa linafanya ushoga kabisa. Watu wanapewa cheti mwanaume na mwanaume. Sasa mtu anasema ati Dasha omba msamaha, umeita Wakristo mashoga. Mimi sijaita Wakristo mashoga. Nimesema mafundisho haya mawili. Kwa sababu fundisho la kwanza la Mungu linasema kichwa cha mwanaume, ndio. Kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Ndio. Kwa hivyo hakuna wakati mwanamke atatoshana na wewe. Sawa. Kwa hivyo wakati wowote wewe utaoa mwanamke. Sawa. Lakini leo dunia inasema kuwe na haki sawa. Ndio. Haki sawa ni ubaba unamalizwa.
Unaona hiyo huduma ya ubaba ndio inamalizwa. Hiyo huduma ya ubaba inamalizwa wakati unaambiwa wewe na mwanamke mko sawa. Kwa hivyo ina maana mwanamke anaweza akaoa. Sawa. Na wewe unaweza ukaolewa, kwa sababu ukiwa na haki sawa na mwanamke sio umekuwa mwanamke. Ndio. Na mwanamke akiwa na haki sawa na wewe amekuwa mwanaume. Kwa hivyo mwanamke anakuwa naoa na mwanamke anakuwa naoa na mwanaume anakuwa naolewa. Sawa. Lakini Mungu anasema yeye ni kichwa cha Kristo. Kwa hivyo Kristo hawezi kutoshana na Mungu. Sawa. Lakini utatu leo wanatoshanisha Yesu na Mungu. Hata Yesu na Mungu wanatoshana. Kweli. Sasa Yesu akitoshana na Mungu ndio mwanaume naye anatoshana na mwanamke. Hiyo si theolojia inafanana? Hiyo kweli inafanana. Sasa ukiwaambia hizi theolojia mbili, theolojia ya utatu na ushoga zinafanana, kuna matusi. Hapo hujasema. Mtu anatakikana aniface kwa hoja, si kwanza kunipea matisho. Tena mimi kama kuna mtu ananipea pesa, ninasemea hapa kwenye hii kamera yako simulizi. Kama kuna mtu ananitumia pesa yake, ndio mimi niogee uogo, asinitumie tena. Sawa. Asinipe pesa yake. Mimi wacha nibaki na jaa zangu, lakini niseme ukweli. Watu wengine wanasema hapana, dasha ni jaa. Wewe unafikiri ya kwamba fundisho la utatu simulizi kulipinga ni watu wangapi watakupea sadaka yao? Si ndio ninajiagamiza kukosa? Ndio. Kama ningekuwa nataka pesa mingi na ninataka hela, ningewaambia kile kinawafurahi. Sasa ningekuwa saa hii niko na watu wengi wananifuata, wananitumia pesa simulizi. Hata wewe mwenyewe unajua zamani nilipokuwa huko. Wewe unajua zamani sikokuwa hivi niko. Sawa. Sasa saa hii nilienda nikapata ajali na gari yangu ikaharibika, gari yangu ikaisha. Sasa hivi niko na gari kadogo tu hivi. Sawa, tuingie sasa kwenye upande wa midaharo na jinsi gani mlikuja kukutana na kina Mwankema ambao sasa hivi mnafanya midaharo kwa pande mbili tofauti, japokuwa kuna kipindi mlikuwaga upande mmoja. Akina nani? Akina Mwankema. Kama Dr. Mwankema tunasema midaharo kwanza. Midaharo yenyewe kwanza nyinyi na Waislamu. Mmefanya sana midaharo nyinyi na Waislamu, lakini baadaye wakati mnafanya nyinyi na Waislamu mlikuwa nyinyi wa Kristo mnasimama pamoja, ijalishi wa Jumamosi au Jumapili, wa utatu au anaipinga utatu, na wale Waislamu mlikuwa mnafanya nao. Kwanza tuongelee hilo la midaharo. Unajua kwanza kitu ya kwanza Waislamu wale tulikuwa tunafanya nao midaharo hawafanyi midaharo tena. Hata ukiwaita kwenye midaharo hata simu yenyewe hawashiki. Kwa hivyo wale tungefanga midaharo na wao, kwanza midaharo wameshaachana naye. Ya pili tukuja hapa katika wale ambaye ni wahadhiri wenye wako kwa utatu, wako kwa Jumapili. Tulikuwa tumeweka kando kutokuelewana hiyo. Lakini tukaona wacha tupambane na hoja za Waislamu tukiwa pekee. Tukiwa wote pamoja. Lakini mwishowe ukienda umsikilize mtu kwa mtandao anasema Tidasha anapiga ecumenism, lakini tunaenda tunakaa na yeye kwenye kiti moja ati ni ecumenism. Sasa ndio nikajua hapa kuna maneno mengine tofauti na vile nafikiri. Kwa sababu hatujakuja hapo kuhubiria Waislamu ati tumekubaliana na wao tunaamini utatu. Hatujakubaliana na wao ya kwamba sisi tumekuwa wa Jumapili. Mimi mpaka wa leo napiga utatu kabisa kufa kupona, na ibada ya Jumapili naipinga kwa sababu anakataa sabato ya Mungu. Unaona Lakini hawa watu wabaye wako kwa utatu na wako kwa sabato ya Jumapili wamekataa sabato ya Jumamosi. Lakini naweza kuhubiria Muislamu. Mimi siwezi kataa kwenda naye. Lakini kwa sababu hawa watu ambao naenda nao unapata ya kwamba wao wanachuki. Wakienda wafanya mkutano wao pale hawawezi kukualika. Lakini wewe ukifanya wako wanataka waje. Sasa mimi ndo nikasema kutoka hapo siwezi kufanya mkutano na wao tena. Wacha nifanya mkutano yangu na wale ambaye tunaelewana katika imani, kwa sababu sasa imekuwa vita yetu kubwa kuliko hata na Waislamu wenyewe. Mlikuwa mnafanya utaratibu gani pale ambapo inatokea mmeenda kuwahubiria watu wameokoka katika huo mdahalo, labda Waislamu watu watoke katika Uislamu waingie katika Ukristo? Mnafanyaje sasa? Mnawaambia waamini katika Sabato au waamini katika Jumapili, waamini katika utatu au wasiamini? Unajua mkutano ilikuwa tumepaga sisi. Kwa hivyo kama mtu angetaka kuamini angetufuata sisi. Hakuna wakati tungewaambia waende Jumapili. Sisi tungewaambia tu wafuate Sabato ya Mungu na waachane na utatu.
Sasa kwa mfano kama hivyo mnavyosema mpo pamoja, Waislamu wanapanga, sisi tunataka nyinyi Wakristo tuje tuwaulize kuhusiana na hilo, na nyinyi mnasema na sisi Wakristo tunataka tuje tuwaulize kuhusiana na hili nyinyi Waislamu. Mlikuwa mnaweza mkafanyaje pale ambapo nakuta labda wao Waislamu wanakuja wanasema utatu haupo, lakini nyinyi huku sasa nyinyi ni Wakristo mnakuja kuulizwa, kwa sababu Waislamu wanajua kabisa Wakristo wanaamini utatu. Sasa tulikuwa tunaweka mada ambaye haitafika kwa hiyo. Okay. Tulikuwa tunaweka topic ambaye hiyo maswali haitakuja. Okay. Sasa tungeweka mada kama hizo, maana tungeenda kukwaruzana hapo. Okay. Tuliweka mada ambazo ni neutral, ambazo hazitaleta hizo maswali. Kwa hivyo ndio naona tulifanya hizo mada zote na hakuna swali kama hilo lilikuja. Okay. Lakini nyinyi mkiwauliza Waislamu mnawaulizaga maswali yote, yani haijalishi Muislamu wa Sunni au wa Shia, nyinyi mkiwauliza mnawauliza hata maswali ambayo labda itakiwa waulizwe wa Shia, kwa sababu wa Sunni nao waamini, nyinyi huwa mnawawekea yote, na hata mnasoma hata Qur'ani ambazo wao wale wengine labda mnakuta mnaojadiliana mnajua kabisa hao wote ni wa Sunni, lakini mnawasomea mpaka Qur'ani ambazo si za wa Sunni, yani ile Qur'ani ambayo kuna baadhi ya mambo mle tafsiri zilizowekwa mle sizo wanazoziamini wa Sunni. Sasa unajua sasa sisi si Waislamu, Waislamu ni wao. Na Waislamu sasa Sunni na Shia hawakui pamoja. Okay. Lakini tunakuja tunabeba vitabu zote. Tukisema vitabu zote tunasisoma zote kwa pamoja. Lakini wao katika ile meza yao ndio watajua vile watakayotetea. Kama tulisoma ya Shia, kama tulisoma ya Ahmadiyya, bora tumesema ni Qur'ani. Sasa wao ndio watajua watateteaje. Okay. Kwa sababu akitokea hawatasema hiyo ni ya Shia, hii ni ya nani, hii ni ya nani. Wao wanakuja kwa maana umewawekea hoja waje wajibu. Lakini wao katika huko nyuma wanaenda wanapambana na hoja zao, wa Shia na wa Sunni wanapambana. Hata sasa ukiandika kwa YouTube Shia na Sunni utapata wana midaro yao wanafanya. Okay. Utakitafuta hiyo wana midaro yao wanafanya. Kwa hivyo hata wao kuna vitu hawaelewani. Unaona, hawaelewani. Lakini sasa sisi kwa mdahalo kile ambacho tumeelewana, kwa mfano Biblia ni kitabu ya Mungu. Tulikuwa tunaungana na ni kwa sababu ya kukosa kuondoa ubinafsi. Mtu asije akasema huyu Dasha ana ubinafsi. Sasa unasema wewe kuja chukua microphone, sema Kenya ambaye uko naye. Sasa kwa mfano kwenye mada kama hiyo inayofanana kama hiyo ya Biblia ni kitabu cha Mungu, alafu Muislamu anasimama anakuambia hapana, Biblia imekosea. Kwa mfano hapo inasema kwenye Tito 2:13 inamuita Yesu ndiye Mungu mkuu. Pale itakuwaje? Na nyinyi pale kuna watu ambao wanasema nyinyi mnasema Biblia ipo sawa, na yeye anasema pale Biblia imemuita Yesu ni Mungu mkuu, na yeye anakusomea kama vile unavyokusomea kabla mwalimu Ndacha anavyosomaga. Muislamu anakusomea anakuambia angalia hii Biblia inavyomuita, na je wewe utakubali kwamba Yesu ni Mungu mkuu? Sasa Waislamu hawakujua hiyo. Labda wasikie hii video wajue hiyo, akili hawakugua naye. Okay. Kwa hivyo haikufika hapo. Okay. Sasa Mungu ametusaidia. Tumefanya midaro michache maana yake. Midaro michache ndio tumefanya. Okay. Sasa haikufika hapo. Sasa mimi kwanza kutoka hapo tusiwezi kufanya midaro na wao tena. Okay. Kwa sababu kwanza nimepata ya kwamba wana machungu na wana vita kabisa kwanza na mimi. Okay. Kwa hiyo maana yake kufanya tena midaro na Waislamu. Nani? Waislamu nitafanya nao midaro. Okay. Lakini siwezi kuunganisha ati akina Mwankemo watufanye na wao midaro pamoja. Okay. Sitaki. Okay. Yeah. Sawa. Shida imekuja wapi? Kwanza tu kabla tujafika huko, umuhimu gani wa midaro huwa mnaona mpaka mnasema tufanye midaro? Midaro inaandaliwa kwa gharama kubwa. Kuna baadhi ya watu wanaweza wakachangia, lakini muda mwingine mnatoa pesa zenu za mfukoni kuhakikisha kwamba midaro inafanyika. Unajua midaro unawafanya watu wawe na uhusiano. Okay. Kado hata na kwenda kuongelea mambo ya Mungu. Yeah. Midaro unawaleta pamoja. Okay. Kwanza marafiki ambaye niko nao tena marafiki wa maana. Yeah. Wametoka kwa hiyo midaro. Okay. Hata sasa hivi kuna watu ambaye ni Waislamu kabisa wa maana sana. Yeah. Siwezi nikalala ja. Okay. Nitampigia tu na hawezi kuninyima. Okay. Kabisa. Kuna Waislamu ambaye ninaweza pigia simu hivi. Yeah. Nimwambie ndugu yangu, nimepitia shida hii na hii na hii. Nisaidie shilingi ngapi? Unapata ya kwamba amekuwekea. Okay. Lakini kisipokuwa ni mdahalo huo hatungepata urafiki huo. Okay. Si ati ya kwamba tunafanya midahalo ndio tukosane. Haiwi chuki. Okay. Labda wengine wanaweka chuki, lakini mimi kwangu nina marafiki wengi ambao nimewapata kwa njia ya midahalo na ni wa maana mpaka leo. Okay. Sawa. Sawa, sasa tuje kwenye hili hapa la kwanza kushindana kina Mwankemo. Kina Mwankemo mlianza kushindana hasa kwenye nini na ilikuwaje mpaka mnakuwa na midahalo ya kufikia kipindi unasema huu mdahalo unafanya na Mwankemo wa mwisho? Ilikuwaje kwanza mlifikia mahusiano yenu yalibadilikaje ghafla mpaka mkafikia huko? Mimi kwanza kwangu niseme ya kwamba Mwankemo nimemuona ya kwamba anatafuta kitu inaitwa
Ni jina gani linaweza kutumika? Yani mtu anataka kufuatwa na watu wengi wamtambue. Okay. Unaona Yeah. Attention. Yani anataka kutafuta kiki. Okay. Yani kutafuta umaarufu. Okay. Sasa huo umaarufu pengine aliweza kuangalia kaona ya kwamba walipofanya midaharo zamani hawakuweza kupada katika umaarufu. Lakini wakati tumekuja tukafanya midaharo, tulipofanya ikaonekana kama tuna umaarufu fulani. Kwa hivyo sasa anajaribu kupambana aonyeshe ya kwamba mimi sijui, yeye ndiye anajua, ndio apate katika umaarufu. Okay. Sasa wakati nilipogundua lengo lake ni hilo, ndio nikajua ya kwamba mimi wacha nimwachie umaarufu. Okay. Sasa mimi nimesema wacha nimwachie umaarufu, na wakati sababu ninapofanya na yeye mdahalo napata ya kwamba mdahalo wake unashuki. Unaona unashuki, hata akichukua nafasi yake kuongea na niongelesha na shuki. Okay. Sasa ndio nikasema sitafanya mkutano mwingine na yeye. Okay. Sasa kile ambacho tumefanya wacha kitoshe hicho. Okay. Kabla hata mjafanya huu mkutano, Mwankema mwenyewe alisema nyinyi mmetamka kwamba hamtaki tena kufanya naye mdahalo. Ni kwa sababu ya hiyo unayosema inakuwa ni chuki, au ni kwamba ana hoja zake nzito ambazo hazijibiwi? Wewe kwa sababu umekuwa mwenyekiti, wewe unaona kuna hoja ya Mwankema anatoa ya baya ijibiki. Hakuna hoja Mwankema anatoa kitu ijibiki, lakini sasa namna anavyo kuaddress, anakuaddress kana kama muna vita na yeye. Okay. Sasa badala ya vita ya nini, si umwache tu aendelee kuhubiri kenye anajua. Okay. Naam. Moja ya jambo ambalo amekuwa akilisema ni kwamba nyinyi ni waasi, na hata alipokuwa anasema nyinyi mnasema wana matengenezo mnamkataa mpaka Ellen White kwa sababu yeye alikataa kwamba lisianzishwe dhehebu jipi, anakuwa anasema na walenga zaidi nyinyi. Unafikiri labda shida ni nini? Kwa nini anasema na walenga sana nyinyi? Anawaonea huruma, anatamani mrudi SDA GC, au anatamani hata muwe wa Kristo? Kwa sababu sijaona kama yeye anatamani sana muwe wa Kristo wa Jumapili, anasema mrudi kule mlikotoka. Kwanza kitu ya kwanza, kuna kitu inaitwa unafiki. Unafiki ni mtu mwenye anasema vitu ambavyo hamaanishi. Mwankema anasema ya kwamba Wasabato si wa Kristo. Amewahi kusema Ellen G. White nabii wa uongo. Sasa amekuja kutuambia sisi tumeasi. Tumeasi nini? Tumeasi dhehebu ama tumeasi Biblia? Kwa sababu Biblia hatujaasi. Hatujaasi imani. Lakini tumeasi dhehebu kwa sababu dhehebu imeasi imani. Kwa hivyo sisi hatuwezi kukaa kwa dhehebu ndio tuasi imani. Sisi afadhali tuasi dhehebu lakini tusiasi imani. Kwa hivyo tuko katika imani lakini hatuko kwa dhehebu hilo tumetoka. Lakini hatujaasi imani. Sasa yeye anaongelea dhehebu, sisi tunaongelea imani. Kwa nini unafikiri labda anatetea sana wale wa Sabato wengine? Wanamulipa, wameshindwa kutuface. Sasa kuna mchungaji ama wachungaji wawili wanaomlipa, au kuna kile wanaofanya sijui, lakini kuna kitu, kuna hapo nyuma yake kuna WSDA wako hapo, na si WSDA washirika wa kawaida, ni viongozi. Okay. Sawa. Na unapofikia kusema kwamba hamjadiliani tena Mwankema, uone kama mtakuwa mmemnyima nafasi ya yeye kuhubiriwa, kwa sababu mnapofanyika mijadala vile vile, pamoja na kwamba yeye anahubiri chake, lakini na nyinyi vile vile mnapata nafasi ya kumhubiria yeye ili kumwokoa. Hakuna fundisho linahubiri ambaye Mwankema afuati. Nikihubiri fundisho lolote Mwankema anafuataka. Mpaka comment zote zenye ziko kwa Biblia Nuru ya Dunia anafuataka zote. Mimi ndio sifuatagi ya kwake. Wala hata sijui alihubiri nini ama alisema nini, sifuatagi. Lakini kwa yangu lazima afuate na ajibu. Sasa wacha afuatage hiyo, akifuata ndio nitakuwa namhubiria kwa hiyo. Sawa, na mimi nakushukuru sana kwa ufafanuzi huu ambao umetusaidia sana tujue kwamba shida kumbe midahalo si kwa ajili ya uadui, midahalo ni kwa ajili ya kutengeneza zaidi, na ili la kwamba wana matengenezo ni waasi. Nyinyi mnalichukulieje? Mnaona linafaa kuendelea kuitwa hivyo, au labda kuna ufafanuzi kidogo ungetoa? Kwa sababu watu wakiitwa waasi wanaona kama ni kosa fulani. Siku hizi mpaka kuna watu wanaogopa kuitwa wana matengenezo, japokuwa mwanzoni watu walikuwa wanaona ukiwa mwana matengenezo ni kama umekombolewa fulani. Ukiona mtu mwenye anaogopa kuitwa mwana matengenezo kwa sababu anaitwa muasi, huyo ni mtu hajamaanisha katika wana matengenezo wake. Yesu wakati alipokuja, kanisa lilikuwa ni la Kiyahudi. Na alikuwa aende kwa sinagogi.
Yesu alipojitenga na sinagogi alikuwa ameasi ama hakuasi kulingana wao? Kwa maana hiyo walikuwa ameasi. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaitwa bado muasi. Lakini Yesu hakuasi ukweli. Yesu aliasi sinagogi na doktrini zake. Kwa hivyo sisi hatuogopi kuitwa waasi wa dhehebu. Kile ambacho tunaweza ogopa ni mtu kutuita waasi wa imani ama waasi wa ukweli. Tuambiwe ni kweli gani ambaye tumeasi. Sasa kutuambia tumeasi dhehebu hiyo, acha waendelee tu. Bora hatujaasi Mungu. Na ni kweli Nabii Ellen alisema na isitengenezwe dhehebu lingine. Sasa wale wabaye wametoka kwa imani ndio wametengeneza dhehebu lingine. Sasa unajua wao wanaogelea nyumba. Ndio. Sasa sisi tuogelee nyumba, tunaogelea imani. Wale wanatengeneza dhehebu lingine ni wale wanatoka kwa imani. Maana waliokuja kuupokea utatu ndio walitengeneza dhehebu la utatu. Walitengeneza dhehebu lingine kwa sababu la utatu, kwa sababu Ellen hakuwahi kuamini Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Sasa wakati limekuja likaingia 1981 ikawa dhehebu lingine. Ndio naona kuna quotation kuna barua inaitwa ni gazeti. Habaro Mwankemo aliweka siku nyingine tukijadiliana na yeye. Akasema Nelson Wilson announces 1981 the church has officially adopted the Trinity doctrine 1981. Kwa hivyo 1981 ndio SDA wameadopt Trinity. Kwa hivyo 1980 hawakuwa naye. Sasa wao ndio wamejitenga. Ndio wakawa another Catholic organization. Kwa hivyo 1980 hawakuwa another Catholic. Sasa nani amejitenga sasa? Okay. Ni wao wamejitenga. Sasa na kwenye kupokea hilo fundisho, labda hata katika utetezi wa kawaida, wao wamewahi kusema walilichukua hilo fundisho kwa kuwa wameliona kwenye Biblia au wamefunuliwa, au ni kwa nini wao wamewahi, au hata kuna sababu yote iliyowafanya waone sasa fundisho la utatu linafaa, japokuwa manake kabla hawajaona linafaa lilikuwepo kwa wengine na walikuwa wanaona halifai. Unajua hawa SDA wa kawaida, hawa washirika hawana habari. Wale wako na habari ni wale viongozi ambao wameongoza kutoka huko ofisi kubwa. Sasa kuna mtu nilikuwekea hapo anaitwa Leroy Froom. Leroy Froom anakubali ya kwamba fundisho hili tumelitoa Babeli. Okay. Sasa umalitoa waje fundisho la Babeli wakaleta kwa kanisa. Okay. Lakini huyu Leroy Froom ukimfuata unapata alikuwa ni Jesuit wa Vatican. Okay. Sasa kwa hivyo ina maana ya kwamba kanisa la SDA limeingiliwa na majesusi na wakaja wakabadilisha imani. Wale wamekubali kubadilishiwa imani au ndio wameenda kwa dhehebu nyingine. Lakini sisi tumebaki kwa dhehebu ambalo SDA ya zamani ilikuwa, Ellen alikuwa. Kwa hivyo hatujatoka kwa imani hiyo. Ndio naona katika imani yao wa SDA wale wa zamani, imani yao msingi wa imani yao namba 13, waliamini ya kwamba papacy imewakosesha makanisa yote ya Jumapili. Okay. Lakini SDA leo inasema ya kwamba makanisa yote ya Jumapili wao ni kanisa bado na wao. Kwa hivyo hata Mkatholiki anaweza enda kula Pasaka kwa SDA akiwa Mkatholiki tu. Kwa hivyo ni my brother, wameungana. Okay. Lakini hawa wa zamani hawakuwa wanafanya hivyo. Walisema hawa hatuwezi kuungana na wao mpaka watoke kwa uogo ambao wamedanganywa na papacy. Sasa. Kwa hivyo sisi tuko bado kwa imani, hatujatoka, hatujaasi, lakini kanisa la SDA chini ya mfumo wa General Conference wameasi imani. Na kuna mtu alikuwa anauliza kwa nini nyinyi hamli mkate mara kwa mara, na swali la pili ambalo alikuwa anauliza ni kwamba kwa nini mtu akitoka amebatizwa ubatizo wa maji mengi lakini imetoka Jumapili akija kwa wa Sabato nyinyi mnambatiza tena kwa mara nyingine wakati ameshabatizwa kwa maji mengi na ameshamwamini Yesu Kristo? Kumwamini Yesu si kusema tu namwamini. Yesu anasema yule ambaye anampenda ni yule anashika amri zake. Huwezi kuniambia uliamini ukabatizwa na ulikuwa unavunja Sabato ya Mungu. Okay. Kwa hivyo unapokuja unakubali zile amri zote. Huwezi kuniambia ulibatizwa na umeamini Mungu wa utatu. Unaona? Okay. Sasa ukija hapa unamwacha Mungu wa utatu na unaacha ibada ya Jumapili. Kwa hivyo lazima tukubatize kwa sababu umeamini kweli. Okay. Na swali lingine lilikuwa la kuhusiana na kula mkate. Mbona hamli mkate mara kwa mara? Wanataka tukule mara ngapi? Sijui sasa. Tunakula mara kwa mara. Yeah. Tunakula mara kwa mara. Kwa mwaka tunakula mara 3. Yaani yeye alikuwa anahesabu kwamba kila mnapokutana katika ibada kwa mwaka tunakula mara 4. Kwamba kila ile mnayokutana, kila ibada mnayokutana mle mkate. Kwa sababu anasema Yesu alikuwa anakutana kumega mkate. Andiko linasema katika Wakorintho wa kwanza 11:23. Inasema kila mulapo, hatujawekewa muda, hata tukitaka kula na wiki ni sawa. Tukitaka kula na wiki 2 ni sawa. Sasa sisi tumeweka mara 4 kwa mwaka. Na hiyo ni ya kwenu wenyewe. Ni yako wenyewe. Na Biblia inasema hatujawekewa wakati.
Okay. Sawa sawa. Naam. Sawa, tumekuwa na kipindi kizuri sana, lakini kubwa kabisa ilikuwa ni kuhusiana na umuhimu wa midahalo na kwamba midahalo sio adui. Mwalimu, tumalize tu kipindi. Mungu akubariki Bwana Simulizi, na Mungu abariki huduma yako. Ni ya kipekee na inawafanya watu wengi waweze kuelewa ukweli, wale ambao wanataka, kwa sababu elizazimisha mtu. Usibarikiwe kabisa.